kisa ambacho kwamba kimetukuta, tulikuwa tunatoka baharini kufika maeneo ya Mambakuni, ghafla tukaona wingu limetanda ambao kwamba kila sehemu huoni unapokwenda. Wakati huo ikanyesha mvua, kwa hivyo alokuwa na mashine alikuwa anaenda bila msimamo. Utabiri wa hali ya hewa una mchango mkubwa sana katika sekta ya uvuvi hapa nchini, hasa katika ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, maeneo ya Tanga, visiwa vya Zanzibar kwa maana ya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, pamoja na ukanda wote wa pwani ya Lindi na Mtwara, maeneo ambayo asilimia kubwa ya wakazi wake hutegemea uvuvi kuinua vipato vyao. Hata hivyo, serikali zote mbili, ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Mapinduzi ya Zanzibar, zikichukua hatua mbalimbali za kukabiliana na changamoto zinazowakabili wavuvi, matumizi hafifu ya taarifa za hali ya hewa yanaathiri kwa kiasi kikubwa sekta hiyo. Wakati wa mvua, inaponyesha mvua, ni samaki yoyote yule anakuwa ni mgumu kupatikana. Mpaka hali ya hewa inapokuwa vizuri, mvua imekata na samaki zote kumpata, kwa sababu si wenyewe tu mvua inaponyesha na kwa hatuoni. Kwa uwezi kumpata samaki yoyote wakati wa mvua. Ila mvua inapokata ndo nampata samaki. Changamoto kubwa sana siku ya mvua. Kwanza upepo unakuwa mwingi, bahari inakuwa maji yanaenda mbio kutokana na msongamano wa wingu na mvua. Bahari inakuwa itulii na wavuvi wanashindwa kwenda baharini. Tunajua mvua hii imeziba sasa huku kusini, huku kaskazini, sasa nielekee wapi? Kwangu mimi ni kaskazini, basi ndio unakwenda. Akisoma muswada wa bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Dr. Ashantu Kijaji alisema kwa mwaka wa fedha 2023-2024 sekta hiyo ilichangia 1.7% kwenye pato la taifa na kukua kwa 1.4%, huku ikitoa ajira milioni 6 katika mnyororo wa thamani, ikiwemo ajira za moja kwa moja kwa wavuvi 201,661 na wakuzaji viumbe maji 49,084 na Watanzania 4,631 wameajiriwa katika viwanda 64 vinavyozalisha mazao ya uvuvi hapa nchini. Kati ya viwanda hivyo 56 vinasafirisha mazao ya uvuvi nje ya nchi. Hadi kufikia mwaka 2025, jumla ya tani 599,200 za mazao ya uvuvi zilisafirishwa nje ya nchi zenye thamani ya shilingi trilioni 3.44, ikijumuisha tani 466,988 za samaki kutoka uvuvi wa asili na tani 132,243.45 kutoka ukuzaji wa viumbe maji. Uzalishaji huu umeongezeka ikilinganishwa na tani 472,579.34 zilizozalishwa katika kipindi kama hiki mwaka uliopita. Aidha, katika mwaka 2024-2025 kiasi cha tani 510,547.33 za samaki zenye thamani ya shilingi trilioni 3,429,209,793 zilivunwa ikilinganishwa na tani 463,996 za samaki zenye thamani ya shilingi trilioni 3,174,094,804. Licha ya serikali kufanya jitihada kubwa za kimaendeleo, hasa mara baada ya kuiwezesha mamlaka ya hali ya hewa TMA kutoa taarifa kwa usahihi, bado kuna changamoto za matumizi ya taarifa hizo, hali ambayo inasababisha wavuvi wengi kupata dhuruba, hasa nyakati za mvua za misimu ya masika na kipupwe, huku baadhi ya wavuvi wakipoteza hata uelekeo wakiwa baharini. Uelewa wa wavuvi wengi sio waelewa. Kwa hiyo unapomwambia asiende baharini, mwingine ana force muda ambao tunakuwa tuko ofisini, kwa mfano usiku, anaweza akatoka na chombo akaenda baharini. Kesho yake tunapata changamoto, watu wamezama, kwa hiyo inabidi boti za uokoaji zitoke hapa zile zikaokoe. Wanakuwa hawatii yale mamlaka kwa sababu na wao wanategemea hiyo kwa ajili ya kipato chao cha kila siku.
Kutokuwa na taarifa sahihi huleta hasara nyingi, ikiwemo upotevu wa mali na hata kupoteza wavuvi baharini, kutokana na baadhi ya wavuvi hao kulazimisha kwenda kwenye shughuli za uvuvi hata mara baada ya kukatazwa na mamlaka husika. Wavuvi huwa wana tabia ya kwenda baharini kabla hawajapata taarifa kamili. Yaani kwamba labda kutakuwa kuna hali mbaya ya hewa huku nyuma. Kwa hiyo wao wanakuwa tayari wameshaenda baharini, alafu hii hali mbaya ya hewa inatokea, kwa hiyo inawaathiri. Lakini pia changamoto nyingine ni kwamba wavuvi wengi hawana simu janja. Kama tunavyojua, simu janja ni mojawapo ya njia ya mawasiliano au ambayo tunatumia kutangaza taarifa za hali ya hewa. Kwa hiyo kuna baadhi ya wavuvi au wavuvi wengi hawana hizo simu janja. Lakini changamoto nyingine ambayo tumekumbana nayo ni kwamba pia wana ile kuamini, ile level ya kuamini bado iko chini. Wengi wanaamini zile njia za jadi au wanakuwa na tabia kwamba unaangalia upepo unajua kwamba hali itakuwaje. Lakini hizo imekuwa ni changamoto, na pia ni kwa sababu inawaletea madhara makubwa sana. Kama tunavyojua kwamba hali ya hewa ina madhara, kwa hiyo na wavuvi pia wanaathirika. Taasisi ya utafiti wa uvuvi ya serikali, TAFIRI, iliyopo chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, imefanya tafiti mbalimbali za kuwawezesha wavuvi kunufaika na taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini, kwa kuweka mifumo itakayowasaidia wao kama taasisi na kuwapatia unafuu wavuvi wakiwa baharini. Na kwa sababu samaki anaishi kwenye maji, huwezi kumtenga na maji. Lakini maji, niseme kwa mfano kwa upande wa ukanda wa bahari, ambako bahari ni kubwa, inaathiriwa na mifumo ya pepo au ya upepo, inaathiriwa na mifumo ya mikondo maji, currents zile. Na kwa hiyo mahusiano ya sisi kama taasisi, kwa maana ya tafiti zetu, lakini kwa ajili ya kuunganika na wananchi ambao ndio wale wavuvi, huwezi kuikwepa mamlaka ya hali ya hewa. Lakini even better kwetu sisi, tuna kituo cha kupokelea mawimbi ya satellite, tunasema satellite receiving station, ambacho tunakitumia kwa ajili ya kufanya tafiti zetu ukanda wa bahari, kutambua maeneo ambayo wavuvi wanaweza kwenda kuvua. Lakini kwa sasa hivi tumekiungamanisha na mfumo wa hali ya hewa, na kwa hiyo tunapokea taarifa zote za hali ya hewa, na hivyo tuna uwezo kabisa wa kujua kwa leo hali itakuwaje baharini, upepo utakuwaje, kama kutakuwa na mvua, mawimbi yatakuwaje, na hivyo kuweza kushauri sio tu watafiti wetu, lakini pia kuwashauri wananchi, hasa wavuvi ambao wanakwenda kuvua huko. Na kwa hiyo na bahati nzuri taarifa hizi zimeunganika kwa kiasi kikubwa pamoja na watu wa mamlaka ya hali ya hewa. Na utafahamu pia kwamba bahari huwa inakupwa na kujaa. Na ili sisi tuende baharini lazima tujue ni muda gani, siku ipi. Kwa mfano bahari itakuwa imejaa zaidi au itakuwa imekupwa zaidi, kulingana na tafiti unazozifanya katika maeneo ya bahari hiyo. Na hivyo tunapata taarifa pia za kupwa na kujaa kwa bahari kutoka kwenye mamlaka husika za bandari na sehemu zingine duniani. Ile kituo cha meteorolojia cha dunia pia tuna muunganiko nao na taarifa tunazozipata kutoka kwao kwa ajili ya kuhakikisha kazi zetu hazikwami, lakini tunawashauri wananchi ipasavyo. Katika nyakati ambazo hali ya hewa huwa mbaya, hasa wakati wa mvua, kumekuwepo na changamoto mbalimbali ambazo huzuia shughuli za kiuchumi kuendelea, ili kuepusha madhara yanayoweza kutokea kutokana na hali mbaya ya hewa. Bi Amina Mgaya ni afisa uvuvi wa soko la samaki Feri jijini Dar es Salaam, anatuelezea namna wanavyopata changamoto za hali ya hewa na wanavyozishughulikia changamoto hizo. Utabiri ambao tunakuwa tunaupata, kwanza tukishapata tunawapa taarifa kupitia viongozi wao. Katika haya maeneo ya uvuvi kunakuwa na viongozi husika ambao ndio wanakuwa na deal nao direct kabla ya sisi kuwafikia. Kwa hiyo tunapokuwa tunapata ujumbe kwamba hali ya hewa labda kuna upepo au kuna mvua itakuja na makadirio ya siku 2-3, tunawapa taarifa.
na tunawapa maangalizo wasiende baharini, hasa kwa vyombo vidogo ambavyo havina injini ya kutosha kukabili yale mawimbi, wasiende baharini. Na hata hivyo vikubwa vikitokea vinaenda baharini, viende maeneo ya karibu, wasiende maeneo ya deep sea. Kwa hiyo ujumbe unawafikia kupitia viongozi wao kabisa ambao wako nao karibu. Sisi tunakuwa tunawapa ujumbe wafikishie. Changamoto tunazopatana nazo, kwanza katika ukaguzi, watu wanaweza kutumia hii chance ya mvua kufanya uvuvi ambao sio, na unapokuwa unakagua kunakuwa na ugumu katika kukagua pale, na kutokana na hali ya hewa ilivyo. Asilimia kubwa ya wavuvi wanaotumia ukanda wa feri katika uvuvi na uuzaji wa samaki katika soko hilo, ambao wengi wao hutumia zana za kiwango cha chini, ni mmoja wa waathirika wakubwa wa taarifa za hali ya hewa, na hapa wanaelezea namna wanavyoathirika moja kwa moja kwa kutokufuatilia taarifa sahihi za hali ya hewa, hasa wakati wa mvua. Changamoto kwanza zipata, kwanza maji huingia vumbi na maji huwa makali sana. Kwa vitendea kazi vyetu vinakuwa muda mwingine vinaharibika, kama nyavu kushanika na kadhalika. Sisi tunatumia kuangalia maingu, leo kutanyesha mvua, kisha kutanyesha mvua. Changamoto sisi kwanza katika vyombo vyetu havijaboreshwa kwa vyombo vya kisasa. Katika changamoto sisi, changamoto hizi kubwa za msingi, ambapo inapotokea mvua inapokuwa kali, kwanza hatuna zile GPS au GPRS kuona tunapoelekea wala hapo tunapokwenda kuendea. Kwa maana hivi vitu hivi kidogo ndio vinatusumbua katika changamoto yetu sisi hapa. Chenginewe cha msingi, sisi tuna baharini wavuvi wengi, sababu boti moja inaanza kamiliki watu kabuni 40 kwenda mbele. Alafu neno maboya kidogo wanatubana kwa swala la maboya. Maboya si unapata tabu kuyapata maboya, sababu ya moja unapo shilingi 30,000, na mvuvi hali ya chini katika jambo hili hapo kulipata na kwa ni vigumu, sababu ya kipato chake pale ni kidogo, afu gharama zinakuwa ni nyingi. Kwa hivyo sisi tunaomba katika uongozi wa soko na katika uongozi wa kiuvuvi utusaidie hivi vitu, ili hata kwa mikopo na kila kitu, kama mfano Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu wakopesha tu mikopo na kila kitu katika mazingira madogo madogo. Lakini kwa sababu sisi ni wazoefu, tunajua mvua hii imeziba sasa huku kusini, huku kaskazini, sasa nielekee wapi? Kwangu mimi ni kaskazini, basi ndio unakwenda. Mamlaka ya hali ya hewa nchini kila unapofika msimu mpya wa utabiri imekuwa ikitoa tahadhari mbalimbali, hasa katika ukanda wa bahari ya Hindi, ya nini cha kufanya hasa kwa wavuvi na watu wote wanaotumia bahari katika shughuli za kila siku. Dr. Ladislaus Changa, kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa TMA, hapa anaelezea zaidi. Upande wa ukanda wa pwani, mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Mtwara, Lindi na Pwani, ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, pia tunatarajia kwamba kutakuwa na uwezekano wa kuwepo kwa mvua za nje ya msimu. Sasa ufuatayo ni tathmini ya athari ambazo tunazitarajia. Kwanza ni magonjwa yanayohusiana na hali ya ubaridi kama vile homa ya mapafu na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza, ingawa kwa kiasi kidogo. Katika nyakati za mvua kumekuwepo na upotevu wa samaki kwa asilimia 40 mpaka 50, na baadhi ya mazao ya samaki ambayo huwa yanakosekana ndani ya bahari, kama anavyoeleza Dr. Ismail Kimelei, mkurugenzi wa taasisi ya utafiti ya uvuvi ya TAFIRI. Kipindi cha mvua ambacho umekisema, watu wengi sana wanavua dagaa, na dagaa lile likivuliwa wakati wa mvua, kumbuka dagaa linachemshwa, la ukanda wa bahari huku, dagaa linachemshwa, likishachemshwa linaanikwa. Sasa unaanika wapi kipindi cha mvua? Kwa maana nyingine, sisi tunapotoa taarifa za au mamlaka ya hali ya hewa inapotoa taarifa kwamba kutakuwa na mvua nyingi, zitachukua muda mrefu, mvuvi ana haki ya kuchagua kwenda au kutokwenda. Anaweza akaenda, ndio atavua sana dagaa kama wapo,
lakini sasa akishawavua anawafanyaje? Sasa kwenye uvuvi, moja ya sehemu ya kazi tunazozifanya kama taasisi ni kuangalia ubora wa mazao ya uvuvi. Tunaangalia upotevu wa mazao ya uvuvi baada ya kuvunwa. Tunaangalia teknolojia za kuongeza thamani na kupunguza sasa uharibifu. Na kwa hiyo sisi tunaona katika tafiti zetu inaonyesha katika kipindi cha mvua kwa kawaida mazao mengi ya samaki yanayovuliwa wakati ule na yanayotegemea jua kwa ajili ya kukaushwa mpaka yanapotea. Na yanapotea kwa asilimia nyingi, kuanzia 40 kwenda mpaka 60. Kwa maana nyingine, mtu anayekwenda kuvua kilo 50 au kilo 100 ya dagaa katika kipindi cha mvua na anategemea jua kukausha, uwezekano ni kwamba asilimia kilo 70 au kati ya kilo 40 mpaka 70 itapotea, haitafika mezani kwa mlaji ikiwa salama. Sasa kuna maswali hapa lazima tujiulize sisi kama wananchi kwamba umevua tani 1 alafu unapoteza kilo 400 nzima inaenda kumwagwa au kulisha wanyama, lakini ukisha kuharibika hata inapokwenda kulisha wanyama. Manake wewe unaweza kuchagua ama nipunguze kuvua kipindi hiki, nisubirie kipindi mwafaka ambao nitaweza kukausha dagaa wangu. Aidha, zipo jitihada mbalimbali ambazo hufanywa na mamlaka husika ili kupunguza athari zinazotokana na hali ya hewa mbaya, ikiwemo kuwapatia elimu ya hali ya hewa wavuvi na kupunguza mikwamo baharini. Amina Salehe ni msemaji kutoka mamlaka ya hali ya hewa kitengo cha utabiri. Anasema mamlaka hiyo imekuwa ikitoa mafunzo kwa wavuvi katika maeneo ya Tanga, Dar es Salaam, Lindi pamoja na Mtwara na visiwa vya Unguja na Pemba, na kumekuwa na changamoto kadhaa ambazo walizibaini mara baada ya kupata mrejesho kutoka kwa wavuvi hao. Kwa sasa hivi tunachofanya, kwa sababu tumegundua kwamba kuna taarifa za hali ya hewa ambazo huwa zinachelewa. Sasa kunapokuwa na hali ya hewa tahadhari, labda kwamba tunatarajia kuwa na hali ya hewa mbaya au yenye madhara, ni kwamba tunawapa wale viongozi wao ambao wao tunaamini kwamba watateremsha zile taarifa mpaka kwa mtu wa mwisho, amaanisha mvuvi ataweza kupata ile taarifa kabla ya kuingia baharini. Lakini pia moja wapo ya tahadhari nilisema ni kwamba hawana simu janja, lakini pia kuna ule mpango ambao hizi simu za kawaida wanatumiwa message fupi ambazo zinaonyesha kwamba tunatarajia kuwa na madhara gani. Lakini na katika swala la kuongeza ile imani, kama unavyojua mamlaka ya hali ya hewa bado inaendelea kuboresha huduma zake na taarifa zake kuhakikisha kwamba zinatoa taarifa sahihi zaidi. Si tu mamlaka ya hali ya hewa inayotoa elimu hiyo, hata taasisi ya utafiti ya uvuvi ya TAFIRI mara baada ya kuona changamoto hizo walienda mbali zaidi kwa kuwapatia vifaa vya utambuzi wa ufahamu wa hali ya hewa ya siku husika na maeneo ambayo yanaweza kupatikana kwa samaki kwa urahisi, na pia walifanikiwa kugundua changamoto mbalimbali zinazowakabili wavuvi hao, ikiwemo upungufu wa elimu. Tuliitwa kwenye semina na wataalamu wakatupa mafunzo, tukaelewa na tukaja kuanza kuitumia, tukapata mafunzo zaidi na uzoefu zaidi. Tunashukuru mpaka sasa hivi mimi ni mwalimu. Changamoto kubwa kuliko zote, wavuvi wetu wengi elimu yao wana elimu ya kawaida, yani elimu ya msingi ni majority, elimu ya sekondari ni wachache sana, na wengi pia hawajasoma kabisa, yani hawajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo wakati wa kuwafundisha tulihitaji kuongeza muda wa kutosha na tulihitaji kuirahisisha sana ile elimu, ili mvuvi wa aina yoyote, yani ambaye hajui kusoma na kuandika, anayejua kusoma na kuandika lakini ameishia darasa la 7 au kufika la 7, na hata huyo wa sekondari waweze kulingana wakati wa ufundishaji. Kwa sekta ya wavuvi hawana uelewa mkubwa sana,
kwa sababu pia kuna yale maneno ambayo yanazungumzwa ya kihali ya hewa, maneno ya kisayansi. Kwa hiyo uelewa sio mkubwa, lakini hata hivyo kwa sababu hali ya hewa inashirikiana na watu wengine, na hata inapokwenda kutoa utabiri wao huwa inawaita watu wa sekta mbalimbali kuweza kuwafafanulia au kuwaelezea. Kwa hiyo hata kwa wao tumechukua hiyo changamoto yao na tunaendelea kuifanyia kazi. Na ndio maana hata utabiri unavyotolewa huwa unatolewa kwa lugha nyepesi ili mtu yote aweze kuelewa. Watu sasa hivi wanakwenda bila kujali msimu, bila kujali upepo. Wanakwenda ovyo kwa sababu ya kosa kipato. Wanaharibikiwa na nyavu, wanapata matatizo, wengine wanaoenda na vingaraa vidogo wanazama, lakini wanakwenda kwa sababu ya uharibikaji wa hali ya hewa. Upepo umekuwa hauna ratiba, unachanganyika na kipato hakuna. Kwa upande mwingine, zipo shughuli ambazo huzorotesha mifumo ya hali ya hewa kwa wavuvi kwa kukosa elimu ya uvuvi inayostahiki kwa kutaka kupata samaki kwa urahisi kwa kutumia uvuvi wa kokoro maarufu kama uvuvi wa mabomu. Na hizi ndizo athari zitokanazo na matumizi yasiyo salama ambazo pia huchangia kuharibu mifumo ya hali ya hewa. Changamoto iliyokuwepo, na ni shukuru tena serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambao wameweza kupambana na uvuvi wa vilipuzi ambao kwa kweli ulikuwa unatutia aibu na kunyong'onyesha na kuvuruga mifumo ekolojia hasa ya matumbawe ambako ndiko samaki wanakozaliana. Lakini ni karibia sasa naenda mwaka, sisi hapa Kunduchi likipigwa tunalisikia, na kuhakikisha tumekaribia mwaka sasa hatujasikia kilipuzi. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa ambayo kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu na of course serikali yetu kwamba hili limetuondoka. Chlorofluorocarbons haya, maplastics haya, yani kuwepo katika atmosphere kunasababisha kuna absorb hii solar radiation alafu ina re-emit, lakini haiwezi kutoka nje kwa sababu yenyewe imeshakaa kama sheet, na upande mwingine tunaporipua tunaharibu mpaka ozone layer. Ozone layer inatusaidia kutukinga na ile mionzi mibaya au mikali. Kwa hiyo ile mionzi inapenya direct. Ndio maana sasa hivi ukiangalia hata magonjwa ya kansa ya ngozi, magonjwa yamekuwa ni mengi. Ile mionzi mikali inatuathiri, lakini pia tuna joto kali. Sasa hiyo effect ya joto ndio tunaenda sehemu nyingi. Mpaka ukiangalia vina vya barafu sasa hivi zimeyayuka. Nafikiri wote tumekuwa mashahidi hata kuangalia mlima Kilimanjaro na sehemu nyingi barafu zinayayuka kutokana na joto kali. Vina vya maji vinaongezeka. Hiyo ni kutokana kwamba barafu zinayayuka, ile balance sasa inapotea. Hii yote ni madhara ambayo ya hali ya hewa ambayo tunaisababisha sisi wenyewe. Kutokana na hali hiyo, Mamlaka ya hali ya hewa nchini imekuwa ikitoa ushauri kwa taasisi mbalimbali zinazoathirika moja kwa moja na utabiri wa hali ya hewa, ikiwemo sekta ya uvuvi, kwa kufuatilia kwa makini utabiri wa hali ya hewa unaotolewa na mamlaka hiyo. Mamlaka ya hali ya hewa tunapenda kuendelea kutoa angalizo kwamba tutaendelea kufuatilia mifumo ya hali ya hewa na kutoa mrejesho kadri inavyohitajika na kadri inavyowezekana. Mpenzi mtazamaji, bila shaka utakuwa umepata elimu ya kina juu ya changamoto inazopitia sekta ya uvuvi, hasa katika sekta ya hali ya hewa, kuwa sio tu wavuvi, hata maisha yetu ya kawaida yanavyoweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa, hata kwa asiyekuwa mvuvi kujua ni nyakati gani anaweza kupata samaki baharini kwa kufuatilia taarifa za hali ya hewa na mifumo ya hali ya hewa, na kujua umuhimu wa taarifa za hali ya hewa za kila siku. Msimulizi wako nilikuwa ni mimi Lisungu David Kambona wa Zanzibar Cable Television.